Wanasema mti usio na mizizi hukauka. Karibu katika kipindi chetu cha Mpaka Ndichi. Na leo tumefunga safari ya mbali hadi kisiwa cha Ukerewe mkoani Mwanza, kwenda kutizama maajabu ya dunia. Unalifahamu jiwe linaloelea? Huku kuna mambatu. Naam, najua haya yote ni mageni masikioni mwako. Ungana nami tumsikilize mzee wetu wa leo aliyeshahidi wa jana. Atueleze maajabu ya kisiwa hiki cha Ukerewe yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa jina mimi naitwa Kwaru Nguruki Jigawa. Ni mzaliwa wa wilaya ya Ukerewe, lakini ni mkazi wa kijiji cha Bukongo. Kazi zetu kubwa sisi Ukerewe hapa ni uvuvi na kilimo. Pamoja na mambo mengine, huwa kuna maajabu ajabu Ukerewe hapa. Unaweza ukakuta kuzungusha huko utakuta kuna jiwe linacheza. Sasa utashangaa kwa nini jiwe licheze wakati si binadamu. Ndio maajabu yetu haya. Lakini vitu vingine ni vya kawaida. Pamoja kuna mambo ya ajabu kabisa ambayo sasa hivi tunayashangaa ni yale yanayotekelezwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mfano zamani Ukerewe waliamini kwamba Ukerewe ni kisiwa. Si Ukerewe inazungukwa na maji. Kwa hiyo ilifikia mahala wakizani kwamba kila mwananchi wa Ukerewe anakwenda ziwani. Si ndio? Kwamba kwa vile amekuwa na maji anakwenda ziwani, lakini sivyo. Ukerewe tulikuwa na shida ya maji. Kuna maeneo kulikuwa na shida ya maji. Lakini mama akasambaza maji mpaka vikorido vyote vya vijiji vyote amesambaza maji. Lakini mama wanachota maji bila shida. Unaona? Kwa hiyo mimi upande wa maji mama tunampa kongole. Kina mama walikuwa ukihangaika mno na maji. Kiasi kwamba wengine walifikiria kwamba Ukerewe ni kisiwani, sasa maji yameenea kila sehemu, labda kila kaya iko ziwani. Kumbe sivyo. Na pamoja na kwamba kuna watu wengine wako ziwani kabisa, lakini bado yale maji si salama. Mama ameamua kuyabadilisha yale maji, anawapa maji ya bomba ili wapate maji yaliyotibiwa. Tukija upande wa zahanati, leo hii watu walikuwa wanatembea kilomita sijui, tulikuwa na hospitali moja ya wilaya. Mtu anatoka Ukara, anatoka wapi, ngoja nikimbilie wapi? Na sio. Kuvuka kwenyewe shida. Kivuko kilikuwa hakipo Ukara. Unaona? Sasa hivi kila kitu kipo. Ni dakika 10 yuko kwenye zahanati. Maeneo yote pande zote, siku hizi ukipiga mguu uko kwenye zahanati, ukipiga hivi uko kwenye zahanati, ukipiga hivi kituo cha afya. Sasa Mungu akupe nini? Mama katengeneza kila kitu. Tukija sasa hivi inafikia mpaka hata uvuvi. Huko wavuvi. Maana kama kisiwa chetu unajua ni cha wavuvi. Mama kawapa vyombo vya uvuvi. Kuna vikundi tayari wana vyombo vya uvuvi. Wanavua kwa raha. Kitu ambacho kilikuwa hakipo. Unaona? Kilikuwa hakipo. Ukisikia ni ndoto tu, ukiona mtumbwi wa mashine ukija pale unashangaa, lakini mama kamwaga kama uyoga. Kwa hiyo kwa ujumla serikali yetu imetengeneza mambo mazuri kwa muda mfupi. Huyu mama katengeneza mambo mazuri. Sasa tukija katika miundombinu mbalimbali, tukija hasa shule hizi. Mimi nimezaliwa hapa Bukongo, nimesoma shule ya msingi hapa Bukongo. Toka chekechea mpaka umri wangu, leo naona watoto wanavyosoma utafikiri wako Ulaya. Kila kitu kimo. Sisi tunatembea kwenye zege juu tu, hatuna viatu, hatuna nini. Sasa watoto, miundombinu, vyumba vya madarasa, ukifika mwenyewe unasema labda niishi huko tena. Kumbe ni watoto wanachezea mno. Kwa hiyo ndio maajabu ambayo sasa hivi tunasema serikali yetu inatekeleza, na kwa ujumla imetekeleza. Kwa muda mchache tu, miaka 4 tu. Sasa tukimpa labda sijui miaka 10 na kuenda itakuwaje? Ukielewa nadhani tutakuwa tunatembelea kwenye ndege juu huko. Hamna mtu akutembea tena chini hapa. Hebu niambieni. Kuna mwingine tena anaweza kweli? Semeni tu kama kuna mwingine anaweza. Nadhani kwa hili bwana sisi kwa upande wangu na haikatianya zalio undigo. Hapa mulino undigo chibwira atichaenda umuntu weswe. Maendeleo hayaji kwa kelele, huja na kuacha alama. Ama kwa hakika rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya maajabu makubwa ndani ya muda mfupi na kuacha alama itakayodumu karne kwa karne katika kisiwa hiki cha Ukerewe. Na hii ni Mpaka Ndichi.